wana ukuu wa Mwafrika. Vita bado vinaendelea katika taifa la Kongo, hususani Kongo Mashariki, ambako bado mambo si mambo, na wazalendo bado wanaendelea kuifanya kazi yao. Unayemwona hapa, huyu ni kamanda wa kikosi cha wazalendo, akiwa anaelezea jambo ambalo mimi binafsi nimelipenda sana sana na limenigusa sana sana. Juu ya hawa wazalendo, Mungu kwa kweli aendelee tu kuwasaidia. Hapo naona ni hela hizo wanatoa, na hela hizo ni maburungutu ya hela ambayo ni dola, na wanadai kuwa kwa sababu kumbukeni Kabila, Joseph Kabila yupo hapo Goma, na Joseph Kabila huyu naye yuko anatumika pamoja na hawa M23, ambao M23 kwa mujibu wa Kongo au serikali ya Kongo, hawa ni waasi. Waasi ambao wanataka kuchukua nchi hii au ili taifa la Kongo, lakini wakati huo wakiwa na yule bwana ambaye alikuwaga mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kongo, Corneille Nangaa. Kwa hiyo iko sasa, huyu anaeleza kuwa walipewa pesa dola 200,000 na Joseph Kabila wazalendo, ili waachilie njia M23 waweze kupita Uvira alafu waelekee mpaka Fizi. Kwa sababu kiukweli wanaowazuia M23 wasiweze kufika huko Fizi, yani wasiweze kupita haya maeneo, ni wazalendo. Na wazalendo wenyewe unaambiwa mpaka sasa bado wako ndani ya Goma pale. Wako pale. Na wao ndivyo hivyo. Kama kuna taarifa ambazo zimekuwa zikisikika kuwa M23 wanauawa, ni nani anayewaua? Wanasema wazalendo mchana wako kawaida tu, wengine ni wakulima, wengine wanacheza bao, lakini kumbe usiku wana track ni nani, M23 ni nani, yuko wapi na hivi na hivi. Alafu ukumbuke M23 ni kundi hili ambalo kwa mujibu sasa wa serikali ya Kongo ni kundi la waasi. Lakini M23 sio kuwa ni wako kabila moja. Hapana, kuna watu wengine pia ambao wanaitwa kwenda kupigana kwa ajili ya M23. Ili kundi la M23. Kwa sio watu wa eneo lile tu pale. No. Kuna wengine utaambiwa wametoka huko Somalia. Wengine sio wametoka wapi. Yaani pale wana kodishwa kama mamluki ambao wako kwa ajili ya kupigana, kupambana ili wachukue kile wanachodai ni haki yao, na kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo na ukumbuke kauli za mwanzo ambazo zilikuwepo za kina Corneille Nangaa ni kuwa tutaenda mpaka upande wa Kinshasa ili kuweza kumtoa Felix Tshisekedi kwa makosa tuliyoyafanya kumtangaza Tshisekedi ambapo alikuwa hajashinda, lakini kumbe tulikuwa tumefanya makosa. Ndio madai ambayo yamekuwepo siku zote kupitia huyu Corneille Nangaa. Kwa maana yake waliozuia M23 wasiweze kusonga mbele mpaka wafike huko Kinshasa kama lengo lao lilivyokuwa ni wazalendo. Wazalendo hawa ndio wameweza kuzuia. Sasa hebu jaribu kuimagine dola 200,000 kuwapa wazalendo, ambapo wanatakiwa waachie njia Uvira, wapite vizuri kabisa, wachukue hiyo Uvira yote, alafu waendelee kwenda mpaka Fizi kwa kupewa dola 200,000, alafu na hawa kuzikata kwa sababu wamezichukua, alafu wakawa wanazionyesha public kama ulivyoona picha inavyoongelea vile. Wamezichukua wakawa wanazionyesha public kuwa jamani, tulipewa dola 200,000 na Joseph Kabila, lakini pamoja na uongozi ule wa M23. Kwa hiyo hizi hapa ndio walitupa ili tuweze kuachia njia waweze kupita Uvira, lakini tuachie njia pia waweze kufika mpaka huko Fizi na kuendelea maeneo mengine. Lakini dola 200,000 kibongo bongo ni karibia milioni 600, ukumbuke hivyo. Lakini bado wazalendo wameweza kukataa, kwa sababu wazalendo hawa nchi
ya Kongo iko mioyoni mwao badala ya kuchukua pesa. Yani ndicho kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana kwa wazalendo hawa, kwa hatua walioichukua. Ni hatua kubwa mno, hatua ya ajabu, mimi naweza kusema hivyo, na hatua kubwa mno, kwa sababu Afrika kama unavyojua, wengi sana huwa tunathamini sana pesa kuliko kuthamini uhai wa watu wengine. Sasa hao wanaposema achieni njia, tuwape $200,000 alafu twende mpaka hiyo Uvira tupite, twende mpaka huko Fizi. Manake wakifika Fizi, safari inaanza kuelekea Kinshasa, kwa maana kuwa wanaofanya Felix Tshisekedi aendelee kubaki madarakani na serikali ya Kongo iendelee kubaki madarakani ni wazalendo. Na ndio maana unaona kuna mawaziri ambao wanaongea vizuri na wazalendo, wanafanya vizuri kazi, wanafanya kazi vizuri sana na wazalendo, akiwemo Konstantini Mutamba ambaye naye juzi walikuwa na skendo hii ya matumizi mabaya ya fedha. Kwa hiyo ikabidi kesi zipelekwe mahakamani. Sasa sijajua ni mpango wa kumdhoofisha au ni kweli, hilo ni swala liko kimahakama, hatuwezi kuliongea zaidi. Lakini kuna waziri yule Jean Pierre Bemba ambaye naye unaona yuko moto kweli, yuko bega kwa bega na wazalendo na watu wengine, makamanda wengine pia ndani ya jeshi la Kongo, ambao wanaenda vizuri sana na hawa wazalendo, au wako vizuri sana na hawa wazalendo. Kwa haya ndio mambo sasa unaona yanayoendelea katika taifa la Kongo. Lakini tunawapa big up sana wazalendo kwa sababu ya kuweza kuepuka huo mtego, kwa sababu mwisho wa siku wazalendo wangekubaliana, damu za watu zingemwagika. Kwa sababu kumbuka, maeneo ambayo wazalendo wanapita wanazuia sana damu za watu zisimwagike. Hawa wazalendo wanazuia sana damu za watu zisimwagike. Na nikiongea hivi namaanisha nini? Namaanisha kuwa hata hapo Goma wangeamua wangeliamsha, lakini kwa nini operesheni zao wanazifanya usiku? Ni kuepusha mauaji ya watu ya halaiki. Tofauti na haya makundi ya waasi vile yanavyofanya, anaweza akaanza kuua watu. Tuliona watu wakiwa wanalalamika, unakuta mtu ana ndugu yake alitekwa, akapelekwa kwenye kambi za hawa waasi, akauawa, alafu anaambiwa njoo uchukue maiti ya ndugu yako, na ukija uje na pesa. Umeona? Ukija uje na pesa. Yani ndugu yako wamemuua, alafu unaenda kuwalipa kwa kumuua ndugu yako, unaenda kuwalipa wao ili uchukue maiti uende ukamzike ndugu yako. Angalia mambo kama hayo. Sasa wazalendo ni vitu ambavyo huwa wanaepuka sana hivyo vitu. Ndio maana, kwa maana kuwa wangekubali, pointi yangu ni nini? Kwa maana kuwa wangekubali zile fedha, zile $200,000 wakazichukua, alafu wakaachia njia hawa M23 waweze kupita pamoja na makundi mengine ya wasi, tatizo lingekuwa ni kubwa, watu wangekufa sana. Ndio maana yake. Kwa hiyo hawa wakasema hapana, ujue uhai wa mtu una thamani kuliko pesa yoyote duniani. Uhai wa mtu una thamani kuliko madini yoyote, aina yoyote ile duniani. Na ndio maana mtu akifa haendi na hayo madini. Akifa anazikwa, tuna nguo zake hizi ambazo za kumsitiri, tumsitiri, tumzike hivyo. Haondoki navyo useme eti anaenda huko sasa kwenye hiyo dunia nyingine anayoenda, aende akajenge huko. Ndio maana unaona wazalendo wamefanya kazi kubwa sana na kazi nzuri sana. Lakini kinachoendelea kutushangaza ni kitu kimoja. Joseph Kabila ambaye amekuwa ni raisi wa taifa la Kongo DRC, hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa muda wa miaka 16 amekuwa ni raisi. Maana aliingia baada ya baba yake mzee Desire Kabila, Laurent Desire Kabila kuuawa, kwa sababu aliuawa miaka ya 2000 pale. Ndipo ambapo Joseph Kabila akiwa kijana mdogo kabisa, miaka 32 nafikiri, aliingia kuchukua nchi ya Kongo kwa sababu ya katiba vile ilivyokuwa inaongea. Ilikuwa ni lazima yeye aingie achukue kwa sababu alikuwa ni mkuu wa majeshi. Hivyo, kwa hiyo ameongoza Kongo baada ya mzee Laurent Desire Kabila kufariki. Ameongoza Kongo muda wa miaka 16. Na miaka hii 16 aliyoongoza Kongo ukafanyika uchaguzi. Tunajua alikuwa hataki kuachia madaraka, lakini ukafanyika uchaguzi wa kidemokrasia ndani ya taifa la Kongo,
alafu akachaguliwa Felix Etienne Tshisekedi, akatangazwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni rais mpaka sasa. Lakini cha ajabu, mtu aliyekuwa ni rais wa Kongo leo hii amegeuka kuwa muasi. Na ukumbuke alikabidhi madaraka kwa utaratibu wa kidemokrasia kabisa. Sio kuwa Felix Tshisekedi alipindua nchi. Ndio uone kuwa Joseph Kabila anapambana kurudi madarakani kwa sababu yeye sasa arudi madarakani kwa sababu walimpindua. No, ni uchaguzi wa kidemokrasia ulifanyika Kongo. Na aliingia kihalali kabisa na akatangazwa kuwa yeye Felix Tshisekedi ndiye mshindi wa urais wa Kongo. Pamoja na yote wanayoyaongea wakina Corneille Nangaa kuwa walifanya makosa, yeye hakushinda, walimtangaza kimakosa, lakini walitangaza kuwa huyu ndiye rais wa Kongo. Sasa swali linakuja, how comes mtu aliyekuwa rais, ambapo tumezoea kuona marais wastaafu wao wakiwa ndio wanaosaidia mataifa yao, maana wao wana uzoefu pale, kumuongoza pia rais aliyeko madarakani kuwa hapa uende hivi, hapa uende hivi, hapa kuna jambo liende hivi, wakiwa wakibaki ni washauri kwa sababu ya experience walionayo madarakani. How comes rais aliyekaa madarakani miaka 16 madarakani leo anageuka anakuwa ni muasi, kwenda kuungana na makundi ya wasi ambayo yanashutumiwa kudestabilize amani ya Kongo, hususan Kongo Mashariki? Ili linaingiaje akilini? Ili likoje? Yani ukijaribu kulifikiria unaona ni swala liko namna gani hili? Kwa hiyo ndugu zanguni, bado ni kitendawili kwa taifa la Kongo, lakini all in all tunajua kinachoitesa Kongo ni rasilimali zilizoko pale. Rasilimali, madini mengi yaliyoko pale. Watu wanatengeneza makompyuta huko, wanatengeneza smartphone huko mataifa ya Ulaya. Watu wanatengeneza injini hizi za jets. Watu wanatengeneza vifaa mbalimbali, ni kwa sababu ya madini yanayoibiwa Kongo. Kwa ni lazima watafanya kila njia na kila namna. Swali linakuja, pesa dola 200 kuweza kuwapa hawa wazalendo waachie njia hapo Uvira ili hawa M23 wapite hapo na alafu waende mpaka Fizi. Hizi pesa zinatoka wapi kama hazitokani na watu wa magharibi ambao wameamua kuwa Kongo kusiwe na amani, ili sasa wao waendelee kuchota? Lakini cha ajabu zaidi, bado nashangaa, ni ndugu yetu Kabila amekuwa rais. Angetakiwa yeye ndo awe mshauri wa rais aliyeko madarakani leo Kongo, lakini yeye ndo anageuka kwenda kuungana na makundi ya waasi. Ili jambo halikai sawa. Tuseme tule ukweli, jambo hili halikai sawa, kwa sababu Kongo uchaguzi ulifanyika wa kidemokrasia na akatangazwa rais kidemokrasia kabisa ambaye ni Felix Etienne Tshisekedi. How comes tena huyu rais mstaafu ambaye aliridhia kabisa kutangazwa kwa rais huyu amegeuka amekuwa muasi? Ndio mambo yanayoendelea Kongo. Viva wazalendo, tunasema viva wazalendo wa Kongo, viva Kongo. Kwa uweza wa Mwenyezi Mungu, basi wazalendo watakomboa maeneo ambayo yanakaliwa na waasi. Asanteni sana.